Hili ni tukio ambalo limezua taharuki katika mitandao ya kijamii na maswali mengi baada ya udhalilishaji wa Rais Ibrahim Traore katika ndege ya Air France aliyopanda akiwa anatoka nchini Ufaransa, akiwa ametoka kuhudhuria kikao cha nchi za Francophone nchini humo. Sasa Rais Ibrahim Traore alikwenda katika kikao hiki kama mtu wa kawaida kabisa, kwa sababu hakuwa na escort yoyote ya walinzi wala wale washirika wa pembeni ambao walimsindikiza katika kikao hiki. Na wakati anarudi nchini Burkina Faso, Ibrahim Traore alikata tiketi ya ndege ya Air France kama ilivyo kawaida, na alikata tiketi ya daraja la first class. Baada ya kukata tiketi hiyo, alikwenda airport na kupanda ndege hiyo katika daraja hilo la first class. Sasa ilipigwa simu ya dharura kwa aliyekuwa mhudumu mkuu wa ndege hiyo aliyejulikana kwa jina la Sofia. Sofia alijulishwa na uongozi wa ndege hiyo ya Air France kwamba kuna dharura iliyotokea. Mteja wao wa kila siku, mtu maarufu na mfanyabiashara kutoka nchini Ufaransa, anahitajika kupanda ndege hiyo na anahitaji kupata siti katika eneo la first class. Sofia aliwajibu na kuambia kwamba daraja la first class limejaa na hakuna nafasi. Uongozi wa ndege hiyo ya Air France walimwambia Sofia aweze kufanya iwezekanavyo mtu huyo aweze kupata nafasi katika eneo hilo la daraja la first class. Hivyo Sofia aliamua kuwasiliana na rubani wa ndege hiyo siku hiyo, na waliamua kushauriana kwamba aende akamwombe mtu yeyote aliyekaa katika daraja hilo la first class kwamba kuna mteja wao wa kila siku anahitaji kukaa eneo hilo, na akikubali aweze kumpeleka katika eneo la economic ili aweze kumpisha mfanyabiashara huyo. Sofia baada ya kufika katika eneo la first class aliangalia watoto waliokuwa wamekaa katika eneo hilo. Eneo hilo lilikuwa limekaliwa na watu wenye ngozi nyeupe, lakini rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore ndiye aliyekuwa mtu mweusi tu, na alikuwa amevaa kawaida, tofauti na watu wengi walivyomzoea katika mitandao ya kijamii ambao amekuwa akivaa magwanda ya kijeshi. Hivyo Sofia aliona huyu ndiye mtu anaweza kumuomba kumpisha mfanyabiashara mkubwa aliyetakiwa kuweza kupanda katika ndege hiyo. Hivyo Sofia kwa utaratibu alimuomba Rais Ibrahim Traore kumpisha katika eneo hilo, na Rais Ibrahim Traore kwa unyenyekevu alikubali bila pingamizi na akahamia katika eneo la economy class. Sasa mfanyakazi mmoja wapo katika ndege hiyo alijulikana kwa jina la Mary, katika pitapita za kuhudumia wateja hapa na pale, alimuona mtu aliyemfananisha na rais wa nchini Burkina Faso ambapo alikuwa anaelekea, na baada ya kumuona alimuita mfanyakazi mwenzake ambaye alikuwa anahudumia naye katika ndege hiyo Sofia, na kumuuliza mteja yule ulimhamisha kutoka katika eneo la first class na kumleta katika eneo la economy class, je, unamfahamu ni nani? Sofia alimjibu na kusema kwamba simfahamu ni nani, lakini nisoma details zake, anafahamika kama Mr. Traore. Mary alimwambia, je, unajua yule ni rais wa nchini Burkina Faso ambapo tunaelekea? Kwa uoga Sofia alishtuka na kuelekea katika siti ambayo alikuwa amekaa rais wa nchini Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, na kumuomba msamaha na kumwambia, nisamehe sana, kwani sikujua kama wewe ni rais wa nchini Burkina Faso, maana sikuona kama upo na walinzi. Ibrahim Traore kwa hekima alimwambia kwamba usijali, mimi hapa sina mamlaka yoyote, ndio maana ulivyoniomba niliamua kurudi, lakini nafurahia kwa kuwa sasa hivi nimekaa katika eneo hili na naiona mandhari nzuri ya nchi yangu ya Burkina Faso ambapo tutatua hivi punde. Sofia hakuamini kile ambacho Rais Ibrahim Traore alikuwa amemjibu, akiwa ana hofu, je, akifika nchini Burkina Faso nini kitamtokea na atatendewa vipi?